hivyo wananchi wangu, watu wangu, tukichagua viongozi, chagua kiongozi, si lazima umpende huyo kiongozi. But chagua kiongozi ambaye unajua ako competent, anaweza fanya kazi. Sio ni sawa? Tusiende kwa ballot juu kabila yangu ako pale. Tuone kabila ndio umeweka juu kabila yangu. Hiyo itakumess kabisa. Kama wewe ni Mkale hapa ulichagua Ruto, utamuona siku gani? But kama angekuwa competent, mchague hata kama utamuona ndio atafanya kazi. Lakini kama sio competent, hakuna haja kwenda kwa debe useme kabila yangu. Kabila yako ni yule jirani wako ambaye unamuona, ambaye anaweza kukusaidia. Wakati wa matanga hakuna ukabila. Wakati wa njaa hakuna ukabila. Wakati wa shida hakuna ukabila. Lakini wakati wa kura sasa ukabila inakuja. Saizi ona watu wa Mlima. Uliamka asubuhi mimi nikiwaambia mchague baba. Sasa Mlima imekuzwa. Alafu sasa amechukua pia Uhuru anaweka karibu. Amechukua ministers amejazia watu wa Mlima. Hata amushe Dedan Kimathi ampatie ministry, hakuna penye anaenda. Mnanielewa vizuri? Kwa sababu huyu jamaa hafanyi kazi. So wananchi wetu, watu wangu, mimi nataka tuwe macho sana. Na wale ambao pia wakati wa siasa wengi pia wako kwa wananchi. Ukiona huyu aspirant, sasa ni wakati wako wa kutengeneza pesa. Unatengeneza pesa 6 months. Na hiyo pesa hauwezi kutuonyesha hii ndio nyumba ulijenga na hiyo pesa. Huwezi kutuambia huyu mtoto amegraduate juu ya huyo mtu. Huwezi kutuambia hii kazi umepata juu ya huyo mtu. Alafu unabaki na 5 years ukisafu. Kwa sababu unafikiria unachukia mtu fulani. Tuachane na hiyo siasa. Sisi tuungane bila kuangalia ukabila. Family yetu ya kwanza ni Embakasi East family. Hii ndio family yetu ya kwanza. Before uone governor, si utaona MCA wako na uone MP wako. Governor mnamuona hapa mara ngapi? Hata in 5 years labda mtamwahi muone. Si ni kweli? So shida zetu kama wana Embakasi East constituency tutatue kama wana Embakasi East constituency. Tusipewe fitina hapa na pale. Juzi mimi nimeambiwa ni support broad based. Saizi ni bread based, sasa imetoka bread based, saizi ni bed based. Hii bed based government kwa sababu saizi opposition iko kwa bed na government. Sio ni bed based. Mimi nilikuwa nikikampenia baba Raila Amolo Odinga. Si ni kweli? Lakini ili usupport Zakayo lazima ususpend brain cells. Siwezi suspend my brain cells. Hapo niliambia baba, hapo naye siwezi mimi nakuheshimu, mimi nilikukampenia, lakini siwezi support serikali ambayo inadhulumu maisha ya wananchi ya Kenya. Nikisema hivyo, wewe sasa umemea pembe, lazima ukatwe pembe. Tutakuonyesha 2027, tutafukuza hapa. Hakuna shida hata ukinifukuza. Nyinyi wote ni MPs. Hao watu wa nini kwa chama wakinifukuza, kuna shida yote? Hakuna. Jamani, nitakuwa naishi na uoga, tunaambiwa tu hautakuwa hapa. Hautakuwa hapa, tutadeal na wewe. Mimi nilitoka huko Nyalenda nikikuja hapa town. Mtu mwenye alinichagua ni hao wananchi. Na Mungu ndiye aliwaguide nichague. Mungu ndiye anachagua kiongozi. Mimi ukinimwagia unga, mimi namwaga mboga. Ukimwaga mboga na mwaga unga. Lakini ukiweka mboga na weka unga. Hatutabembelezana hii nchi. Nyinyi wenyewe mlinichagua. Mlichagua mshenzi? Mlichagua mtoto? Ati kila wakati
Saa zile vitu zimetokea vya vyeo, wewe ni bado ni mtoto. Watu wa Embakasi East, mama ulichagua mtoto. Mtoto wako na watoto wangapi? Mtoto anakuanga na mtoto. Na mtoto, Babu Owino hii dunia wanaoa mama. Kuna mama yenye Babu Owino hawezi patia mimba hii dunia. Hawa watu wanasema ati mimi ni mtoto. Lakini wakati wa kushikwa Babu Owino ni mkuu. Wakati wa koti Babu ni mkuu. Wakati wa tiagas Babu ni mkuu. Sasa unaona venye wanacheza na maneno. So sisi hatutaogopa mtu yeyote. Tutaheshimu baba Raila Amolo Odinga kama baba yangu kisiasa. Yeye ndio baba yetu na tunamuombea. Hata wewe baba yangu hapo, ombea baba, kwa sababu huyu mzee amejaribu sana. Amejaribu sana sana sana. Saizi Mungu ambariki apate hii AU. At least yeye pia akae na amani, akae peaceful. Kwa hivyo Mkenya yote mwenye anasema baba asipate, badilisha akili. Huyu ni Mkenya kama wewe. Baba pia ametusaidia. Anaweza kuwa na strengths zake, anaweza kuwa na weaknesses zake, lakini hakuna binadamu ambaye yuko righteous. Hata Biblia inasema hivyo. Everybody wako na weaknesses, everybody wako na strengths. Tumuombe tu kama mtu wetu. Tusitake ya jirani sana na tuwache wetu hapa nyumbani. Na niliambia baba tukiwa Homa Bay last month kwa rally. Simliona walikuwa wanataka kuniaibisha pale, wananchi wakakataa. Wangapi waliona hiyo kitu? Wananchi walikataa. Lazima tuongee, walikuwa wanataka watuaibishe pale. Na mimi siku disappoint. Wenye baba alikaa hapo nikasema baba akishaenda AU mnabaki na nani? Sikusengenya mtu. Sasa mandugu wangu ndio wanasema because baba akishaenda si lazima mtu achukue. Mbona hao ndio wanaona wako best na hao naye ni villagers. Sisi si ndio tuko town. Si pesa inatoka town kwenda village. Ama vipi? Ni kweli. So baba akishaenda wa prepare wabaki na nani? Wewe mbona upendi hii maneno wewe? Sawa sawa. So hiyo ndio tukisema ati huyu amemea pembe. Lazima tuwe na dreams. Hata wewe mtoto wako ambaye unapeleka shule mama, huyo mtoto unamsomesha ili awe na dreams. Na huyo mtoto akiona babu amesucceed, huyo mtoto atasema it is possible to succeed. Akiona babu ameingia kwa level nyingine, huyo mtoto atasema even me I can work hard to be a doctor, to be a teacher, to be an advocate, to be a business person, to be a leader. But kwa hii umri ya babu akiangushwa, mama, mtoto wako si atasema kama babu ndiye aliangushwa, wacha ningoje niwe 70 years ndio nijaribu. So a loss to babu or for babu is a loss for your child. Juu yeye pia anakuwa discouraged. Unaona kama somebody young cannot make it, how will they make it? So kwa mandugu zangu ambao kila saa wanaleta vita hapa na pale, sisi tunakukemea kwa jina la Yesu Kristo, ashindwe. Nimejua wewe ni agent wa shetani, baki huko na shetani wako. Nimejua uko timu mapepo. Timu mapepo ni hiyo timu ya zaka, au sivyo? Wamama warembo vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala, mihango tuendelee mbele na kazi. Sawa sawa. Aya.